Nina mimba. Unajua unachokiongea? Haya, hiyo mimba ya nani? Mimba ni yako Duli. Hilo haliwezi kutokea hata siku moja hapa ndani. Utaniua na utatuua hapa wote. Sikiliza Aisha, hakikisha huo ujauzito unatoa. Tafuta hospitali nyingine, tafuta daktari mwingine, ili mradi utoe ujauzito. Siwezi kutoa hii mimba. Ninarudia tena, siwezi kutoa hii mimba Duli. Tangia nizaliwe na kuwa msichana, sijawahi kubeba kiumbe chochote ndani ya tumbo langu. Nimepambana miaka yote hii, nimeitwa mgumba, lakini sijawahi kushika mimba. Leo hii Mungu amenikumbuka, nimepata ujauzito. Hata kama umepitia kwa njia gani, mimi siwezi kutoa kiumbe ambacho Mungu amenipa, na siwezi kuwa muuaji kwa sababu tu ya hofu yako. Hakika ficha maradhi, kifo udhalilisha, yakifika kwako ni bora niweke bayana. Ngoja ba. Wewe una uhakika na hizo dawa? Unajua mimi mwili wangu sio kujaribishiwa. Kama ugonjwa kanipa Mungu. Lakini ninachokiona kutoka kwako ni kama unalazimisha kuondoa miiko ya familia yetu. Nilishakwambia na mama ameshakwambia huu ni ugonjwa wa kurithi. Ugonjwa wa kurithi, ukitaka kuondoka unaondoka wenyewe, lakini wewe unalazimisha vitu. Kwa nini unalazimisha vitu mke wangu? Aya, unataka kwenda kunipa dawa ambayo sijui hiyo dawa inaendaje kufanya kazi kwenye mwili wangu. Umeshamjaribishia mtu. Mimi unanigeuza mwili wa majaribio kwenye dawa ambazo nyinyi mmekaa mmefikiria. Hii ipo sawa kweli? Yaani leo nimeamini kwamba wewe kukojoa kule unajikojolea mwenyewe sio ugonjwa. Laiti ingekuwa ugonjwa siku zote akataida. Mimi naweza nikakupeleka sehemu mbaya wewe. Mimi ninajua kwamba ile dawa na ikikusaidia unapona. Sasa unachojifanya hivi unajifanya mjuaji. Wewe mbona mwenyewe umeshindwa kujitafutia dawa? Nataka nikuulize, wewe uliumwa na kugundua kwamba hiyo dawa mimi nikigewa nitapona? Wewe umesikia kwa watu. Wewe umeambiwa na watu. Sasa kwa nini unaugeuza mwili wangu kwa majaribio bwana? Mgonjwa anayeathirika na kukojoa, kupona kwake Mungu atake, sio kwa nyinyi kulazimisha. Alafu kuna magonjwa hayawezi kutoka kirahisi kama ugonjwa wa kukojoa kitandani, au utoke kirahisi. Kwa sababu huu unakuja na kuondoka, utoe taarifa kama umeme unavyokuja na kuondoka. Usilazimishe vitu bwana. Mimi naenda, lakini dawa zako zikiwa hazifanyi kazi tunagombana. Ukitaka usiwe mwili wa majaribio, uache kukojoa. Na hii huku ninakokupeleka huku, ndio imani hii dawa itakusaidia. Sasa wewe unaleta pekee njiani, unataka tugombane. Sasa si uongee kidogo kidogo, si mimi naongea kidogo kidogo. Hapo tunatoka wote, na ukikataa unalala nje. Mtazame kwani. Unajifanya una hukumu, una sheria, ungekuwa na sheria ungejikojolee. Mkojozi mkubwa, twende huko. Giza langu, aibu yangu, kikojozi. Lakini mimi sidhani kama hiyo njia nzuri unataka kuitumia. Ni maamuzi gani ambayo nataka mimi nifanye? Au nichunguze kitu gani? Ndio nimeshuhudia mbele ya macho yangu watoka naye mwanaume chooni. Hata kama kusoma sijui, picha naona kaka. Yule mwanamke ni mtu wake na ananichiti. Alafu baya zaidi anachitia nyumbani kwangu. Kwa ulivyonisimulia, inaonekana hakuna chochote ambacho kilichoendelea. Bali wewe tu moyo wako umeshindwa kuelewa. Elewa alichokwambia na kaa chunguza. Ile amefanya naye kaka. Na mimi 100%. Mimi naongea ukweli. Na siku zote hamna kitu kibaya kama mwanaume kuchitiwa. Yaani bora mwanaume achiti kuliko mwanamke kumchiti mwanaume. Hicho kitu hamna kabisa katika maisha. Na mimi sisi ukubali, sisi kuwa mwanaume mjinga. Maumivu ya kuchitiwa yanauma sana. Yanapelekea kudhoofisha moyo, na hayo maumivu yanapelekea kutoka nje na kuwaza wewe kufanya vitendo vya ajabu.
Kwa hiyo usifanye hicho kitu unachotaka kukifanya. Sweet pain, ninaishi na jeraha moyoni. Unajua mimi na mashaka sana na mke wangu, alafu nahisi kama natembea na mwanaume. Kwa nini unazungumza hivyo kaka? Kwa sababu mimi nikimtazama shemeji sije kuona labda kwamba ana harakati za wanaume au ameleta mwanaume hapa nyumbani au ametoka. Kusema kweli unamsingizia. Mimi ni mtu mzima, naelewa A mpaka Z. Alafu mimi mke wangu namjua. Mke wangu sasa hivi sio wa zamani. Nikiangalia macho yake yana uongo mkubwa sana kuliko hata maneno yake. Alafu nimeanza kumshtukia muda mrefu sana. Mimi na yeye tukiangaliana usoni hawezi kunitazama hata kwa sekunde 3. Inanitia wasiwasi sana tena sana. Mimi sijui kwa nini mnavyoishi, lakini mimi naona shemeji ni mwanamke sahihi kwenye maisha yako, na shemeji anakupenda sana. Hata nikikaa naye mada zake anazozungumza kuhusu wewe tu. Dole, naomba unisaidie kitu. Ni kitu gani hicho? Nataka kumfuatilia mke wangu. Nataka uhakikishe ujue nani anatembea naye, nani yuko naye karibu, au yeyote ambaye anamshauri tu ujinga. Na kuomba ndugu yangu. Hiyo dawa iko wapi? Sehemu ya kupata dawa ndo tushafika. Unaona mti huu unabidi upande ufike juu kule, afu unakojolea chini. Hiyo ndo dawa. Ukifanya hivyo tu mkojo bye bye. Tena inabidi unapopanda unaimba kabisa, mkojo bye bye, sikutaki tena, mkojo bye bye. Unakojoa ukishuka, yani ndo unauacha hapa kwenye mti. Unasemaje wewe? Hivi hiko ambacho unakizungumza nikifanye, wewe unaweza kukifanya? Hebu panda nione kwamba unapanda juu ya mti unakojoa chini. Nionyeshe mimi afu nione kama sitafanya. Mbona unachukulia mambo rahisi rahisi wewe? Sasa wewe kweli dishi. Sasa mimi nipande juu ya mti, mimi ndo ninakojoa? Au nataka nipindue meshaliti? Anakojoa ndo anabidi apande juu ya mti. Panda bwana, tusipotezane muda. Dawa mnazitaka mnalinga-linga. Panda uko. Nimetumwa nikuchunguze. Na kaka ameshaanza kushtuka kuwa una mwanaume mwingine wa nje. Na ukizingatia mwanaume mwingine ni mimi, unadhani akijua itakuwaje hapo? Sasa kwa nini msingemwambia ukweli kwamba wewe ndio wewe mwanaume mwingine? Hivi Aisha, unaelewa kitu gani unachokizungumza? Au una akili timamu wewe? Mimi nikajichome mwenyewe. Unadhani nitaishi maisha gani? Au ndugu yangu atanichukuliaje? Nachotaka ajue ukweli. Ajue ukweli? Aisha, hapo tunazungumzia kaka. Yeye nazungumzia ndugu, nazungumzia damu. Akitoka yeye na kuja mimi.
wakati unafanya ukujua kama yule ni ndugu yako. Jua ukweli ni kwamba asipojua leo hatajua tu, wala ikwepeki, kwa sababu wewe ndio baba. Nacheka usoni, maumivu moyoni, naumia. Kwa nini hauoni? Labda unataka niaibike, kwa mboni zangu chozi nibubujike, yani hadharani nidharirike. Kusiwezio, nimeshindwa mimi, nimeshindwa mimi. Kila siku huwa anakwambia mimi ni mjamzito. Leo nimeamua nikuthibitishie. Shika kipimo uangalie. Sasa kwa uthibitisho huu itabidi utoe mimba kwa haraka iwezekanavyo kabla mambo hayajaanza kuharibika huko ndani. Duli, nimeshakwambia na ninarudia tena kukwambia, siwezi kutoa hii mimba. Hivi Aisha, unajitambua wewe? Una akili timamu wewe? Yaani unataka ukae na iko kiumbe ili iweje? Au unataka labda mimi nifanye nini kwako? Au unataka nizungumze na nini kwako? Oh, unanifokea, si ndio? Yaani umenipa mimba na bado unaendelea kunifokea? Nakwambia kwa mdomo naona unielewi. Itabidi nikwambie kwa vitendo sasa. Unatoa ujauzito au utoi? Nimekwambia sitoi mimba yoyote. Sweet pain, ndio siri yangu. Sweet pain, nakupenda.